Hii ni simulizi ya kweli kabisa. Binti huyu anasema yeye ana umri wa miaka 27. Aliolewa kama miaka miwili hivi iliyopita na mwanaume ambaye alidumu naye katika mahusiano kwa takribani miaka 4 hivi kabla hata ya kuingia kwenye ndoa. Bidada huyu mwenye mkasa wake anatusimulia, anasema ya kwamba wakati anakutana na mume wake, yeye alikuwa chuo mwaka wa kwanza na yeye tayari alikuwa anafanya kazi, huyo mwanaume. Binti huyo anasema kusema ukweli alimpenda sana mume wake. Alimpenda sana mume wake kabla na baada ya ndoa. Lakini kitendo alichomfanyia mume wake anasema katu hawezi kukisahau katika maisha yake. Mwanzo wa mapenzi yao anasema mume wake alikuwa ni mstaarabu sana. Alikuwa anamhudumia kwa kila kitu. Alijali hisia. Kila mara yule mwanaume alionyesha kwamba anamjali. Na wakati wote tangu wako mwanzo alikuwa anasema ya kwamba anampenda sana na hakuna mwanamke ambaye anampenda kama yeye. Na kuna muda huyo mwanaume alienda mbali zaidi na kusema ya kwamba anapenda muda wote awe anamuona. Binti huyu anaendelea kutusimulia, anasema ya kwamba alimpenda sana na alikuwa akionyesha kweli alikuwa anamaanisha. Lakini huyu binti yeye hakuamini sana, kwani alijua wanaume wote ni waongo. Lakini ni kweli yule mwanaume alionyesha kumpenda sana. Tatizo lake yule mwanaume alikuwa na wivu na hasira sana. Yaani kila mara alitaka kuwa na yeye tu muda wote. Mwanaume yule alikuwa na wivu sana. Binti huyu anasema ilifikia stage alikatazwa mpaka kuwa na marafiki wa kiume. Kila rafiki aliyekuwa akionana naye, basi yule mwanaume alikuwa anahisi huenda anatembea naye. Hilo anasema huyu binti ya kwamba lilimkwaza sana. Mume wake alikuwa anaonyesha wivu uliopitiliza. Binti huyu anasema nakumbuka wakati mmoja akiwa yuko kwenye discussion na wanafunzi wenzake. Alimpigia simu lakini yeye akawa amechelewa kupokea. Kwa hiyo akawa amepiga kama mara 2 hivi. Yule mwanaume akamuuliza uko wapi? Binti akamwambia nipo kwenye discussion. Jamaa aliwasha gari akaja mpaka yale maeneo ya chuo. Anasema alimkuta yupo na wakaka watatu ambao walikuwa wanafanya assignment. Yule mwanaume alivyofika pale alimchomoa yule binti katikati ya wale wanaume na kuanza kumpiga makofi mbele ya wale wanaume. Kisha akamchukua mpaka kwenye gari lake na kuondoka naye. Binti huyo anasema kitendo kile kilinikera sana Uncle Jay. Kweli mbali na kuniumiza kimwili, lakini alinidhalilisha pia. Lakini nilikuja kumsamehe mume wangu baada ya kuniomba msamaha. Madai yake ilikuwa ni kwa nini niwe na discussion na wanaume pekee. Binti huyu akaniambia kwamba anko, ukweli ni kuwa group letu lilikuwa na watu 6, wanaume 3 na wanawake 3, lakini rafiki zangu 2 walichelewa mjini. Hivyo sisi tukawa tumeanza na kuendelea na discussion. Binti huyu ambaye ameomba nisimtaje jina lake anasema anko, hilo jambo lilipita na yule mwanaume akaahidi kwamba hatarudia tena. Mambo yaliendelea vizuri, akarudisha mapenzi, lakini hakupunguza wivu. Anasema aliniminya sana mpaka kunifanya kuwatenga marafiki zangu wengi ili tu kumridhisha yeye, kwani sikutaka migogoro na mume wangu. Pamoja na yeye mume wangu kuwa na wivu namna hiyo na kunichunga sana. Anasema mara kadhaa alifumania meseji za wanawake kwenye simu ya mume wake. Na alipokuwa anamuuliza mume wake kwamba mbona kuna meseji za wanawake wengine, basi ulikuwa ni ugomvi ambao ulipelekea hata kuanza kupigana.
Binti huyo anasema, anko, kwa sababu hiyo niliamua kutokumuuliza. Hata nilipokuwa naona meseji zake nilikuwa simuulizi. Hata nilipomkuta na mwanamke katika mazingira tata sana, anasema nilijifanya kipofu, kwani nilimpenda sana na nilivumilia nikiamini kwamba ipo siku mume wangu atabadilika. Binti huyu akaniambia, anko, mimi baada ya kumaliza chuo nilipata kazi, hivyo kitu ambacho kilikuwa kimebakia ilikuwa ni ndoa tu, mimi na mume wangu. Anasema, anko, kusema ukweli nilikuwa na hamu sana ya ndoa, kwani nilikuwa nikimpenda sana mume wangu, na kubwa kabisa nilijua baada ya kuoana mume wangu atabadilika. Binti huyu anasema, niliamini ya kuwa baada ya kuniweka ndani hatakuwa na wivu tena na hatakuwa akinipiga tena, kwani tayari atakuwa ananimiliki. Binti huyu alienda mbali zaidi akasema, anko, mimi niliamini kwamba mume wangu akinioa, nilikuwa naamini sana sababu za wivu wa mume wangu ni kutokana na upendo wake kwangu na hofu ya kunipoteza. Kwa nikawa naamini mume wangu baada ya ndoa sasa itakuwa ni rahisi kwangu kumbadilisha. Anasema aliongea naye kuhusu ndoa mume wake, lakini mume wake akamwambia, hebu subiri, una haraka gani ya kuolewa? Binti huyu anasema hilo ndilo lilikuwa jibu la mume wake, na kwa kuwa alimfahamu mume wake ni mtu wa hasira, anasema basi alikaa kimya ili asimuuzi mume wake. Siku moja anasema, nilichelewa kidogo kutoka kazini, na wakati naondoka, mfanyakazi mwenzangu ambaye yeye alikuwa na gari na alikuwa akikaa mtaa jirani na nilipokuwa nimepanga, aliamua kunipa lift. Mara kadhaa hunipa lift, lakini anapofika kwake hunishusha na mimi natembea kwa miguu mpaka kwangu, kwani hapakuwa mbali sana. Lakini siku hiyo kwa kuwa nilichelewa sana, aliamua kunifikisha mpaka getini. Alinishusha kisha yule jirani mwenzangu akaondoka. Niliingia ndani nikakuta mlango haujafungwa, nikajua tu mpenzi wangu yuko ndani, kwani alikuwa na funguo zangu. Na alikuwa na kawaida ya kuja bila hata taarifa. Nilipoingia tu ndani nikiwa sina hili wala lile, nilikutana na kofi ambalo lilifuatiwa na teke lililonidondosha chini. Kabla hata sijajiuliza ni kitu gani, mtu alinikanyaga mguu, nikasikia kaa. Mguu wangu ulikuwa umevunjika. Hakujali, aliendelea kunipiga kisha akaondoka kwa hasira. Wakati ananipiga alinitukana sana kwamba mimi ni malaya, nimefikia hatua hawa wanaume wangu wananileta mpaka nyumbani. Binti huyu anaendelea kutusimulia, anasema, anko, yule mwanaume aliniacha pale nikiwa katika maumivu makali sana. Nilijaribu kunyanyuka lakini nilishindwa. Kwa bahati nzuri, kumbe wakati ananipiga majirani walisikia, na alipotoka kwa hasira walimuona, majirani walimuona, na waliposikia nalia kwa maumivu makali, majirani waliingia ndani na kuniona katika ile hali, wakaamua kunipeleka hospitali kwa kunipitishia polisi kwanza. Binti huyu anaendelea kusema, ingawa alipofika hospitali, anasema alikataa kupitia polisi akihofia kwamba mpenzi wake atafungwa, lakini wakamwambia kwamba hataweza kutibiwa bila PF3. Binti huyu anaendelea kutisimulia, anasema, anko, kule polisi baada ya kuandika maelezo walitaka kufungua kesi, lakini niligoma kutoa ushirikiano. Hiyo ni baada ya kuniomba msamaha na kunivalisha pete nikiwa bado niko hospitalini. Mume wangu aliniomba msamaha na kunivisha pete. Ndugu zangu walinisihi sana kuachana na yule mwanaume, lakini sikusikia. Aliniambia ni shetani alikuwa amempitia. Nilimwamini mume wangu. Aliomba msamaha sana, akiahidi kubadilika.
Naam. Basi binti huyu anasema ya kwamba baada ya kutoa ushirikiano na yeye kutoa pesa polisi, kesi ilifutwa kabisa. Anasema akiwa bado ana POP lake, yule mwanaume alijitambulisha rasmi, ingawa walikuwa wanamjua. Alitoa mahari na mipango ya ndoa ikaanza kufanyika. Binti huyo akaniambia, anko, kama miezi 4 hivi mguu ulishapona vizuri, nikaweza kutembea bila msaada wa magongo, na mwezi wa 5 baada ya kile kipigo tulifunga ndoa, mimi na mume wangu. Miezi ya mwanzo ya ndoa yetu ilikuwa ni tamu, na haikuchukua muda sana ndoa ilijibu. Nilipata ujauzito, kitu ambacho kilizidisha furaha. Mume alikuwa ni mtu wa furaha sana, akapunguza wivu na hakuwa tena na vipigo tena. Nilimshukuru Mungu kwa mabadiliko yale, kwani nilikuwa nina furaha na mume wangu alikuwa akijua kujali kwa vizawadi, auti za kutosha na vacation za hapa na pale. Binti huyu anaendelea kushare mkasa wake na sisi. Anasema ya kwamba kusema ukweli mambo yalikuwa ni mazuri mpaka mimba ilipofikisha miezi 4. Hapo ndipo mume wake alipoanza kubadilika na kuanza kusema kwamba hataki afanye kazi. Mara ofisi yenu ina wanaume wengi. Wivu ukarudi na kelele zikawazishi. Binti huyu anaendelea kunisimulia, anasema, anko, nilimgomea mume wangu kuacha kazi kwa sababu sikutaka kuwa mama wa nyumbani. Isitoshe kazi yenyewe ni nzuri na ina maslahi makubwa, hivyo sikuona sababu ya kuacha kazi na kubaki kuwa mama wa nyumbani. Anasema mwanzoni sikujua ni kwa nini swala la kuacha kazi limekuja ghafla, wakati hapo awali mume wangu alikuwa haliongelei. Lakini nilipokuja kuchunguza ndipo nilipogundua ya kwamba kumbe mume wangu alikuwa anatembea na dada mmoja pale ofisini kwetu na hakutaka mimi nijue. Ndipo akaona ni bora niache kazi. Siku moja wakati mimba ikiwa kama ina miezi 5 hivi, alikumbusha swala la mimi kuacha kazi. Ingawa sikutaka kuzungumzia kuhusu yule dada, kwani namjua mume wangu hasira zake na nilishakubali kuishi naye hivyo hivyo hata kama angechepuka, lakini nilipandwa na hasira sana na kuamua kumpasha ukweli ya kwamba sababu za kutaka mimi kuacha kazi ilikuwa ni yule dada ofisini. Niliamua kumwambia ukweli, sikutaka kumficha. Binti huyu aliendelea kunisimulia, akasema, anko, huwezi kuamini, ilikuwa kama ndo mimi nimechepuka. Mume wangu aliwaka kwa matusi, alinitukana sana. Kwa kuwa najua hasira zake mume wangu, niliamua kukaa kimya, na hilo pia lilikuwa ni kosa. Alianza kunipiga akisema kwamba ninadharau. Alinipiga sehemu mbalimbali bila kujali kwamba nilikuwa mjamzito. Mimi sikufanya chochote. Kila mara nilikunja ili kuzuia kupigwa tumboni. Nilijikunja ili asipige tumbo langu kumnusuru mtoto aliyopo tumboni. Baada ya kumaliza kunipiga, mume wangu alinichukua na kwenda kunifungia store, kisha yakaenda kulala. Kusema kweli anko, mimi nilipatwa na maumivu makali ambayo katika maisha yangu nilikuwa sijai kuyapata, hasa eneo la tumbo na chini ya kitovu. Damu zilianza kutoka na hapo ndipo nilipokuja kujua kwamba nimepoteza mwanangu. Nilijaribu kupiga kelele kumwambia mimba imetoka, lakini hakusikia. Mpaka asubuhi ndipo aliponifungulia kule store. Naam. Dada huyu aliendelea kunisimulia, akaniambia, anko, alinikuta mume wangu nimeshapoteza fahamu. Mabonge ya damu yalikuwa yapo chini. Alinichukua na kunipeleka hospitali, lakini kwa uoga alinipeleka katika kliniki tu ya rafiki yake ambaye alimwambia kwamba mimba imetoka. Nilisafishwa na bila kumwambia mtu yote alinirudisha nyumbani. Siku nzima alikuwa akiniomba msamaha mume wangu, lakini sikuwa tayari kumsamehe. Kila nilipowaza mtoto wangu, hasira zilinipanda na kuwa mtu wa kulia tu.
Naam, msikilizaji, kumbuka hii ni simulizi ya kweli ya huyu bidada ambaye hajataka jina lake litajwe, na aliponisimulia kisa chake akaniambia ni share na nyinyi ambao wasikilizaji wangu, na hivyo tunaendelea na hii simulizi ya huyu bidada, na wakumbusha tu ya kwamba jina lake sitoweza kulitaja, ila tuendelee kusikiliza kisa chake. Kuna kitu hapa tutajifunza. Dada huyu aliendelea kunisimulia, akaniambia, anko, wiki nzima mme wangu alinihudumia yeye mwenyewe, na ndipo nilipoanza kupata nafuu. Sikumwambia mtu yeyote, hata ndugu zangu, kwa sababu ndugu zangu alishanikataza kuolewa na yule mtu. Kuhusu mimba niliwaambia tu nilidondoka ghafla na mimba ikatoka. Wiki 2 baadaye nikiwa bado nyumbani, kwa kuwa kazini walijua mimba yangu imetoka, tumbo lilianza kuuma tena. Zamu hii tumbo liliuma kwa nguvu zaidi na vitu vyeusi kama uchafu lianza kunitoka ukeni. Nilimpigia simu mume wangu ambaye alikuja na kunikuta nimezidiwa. Alinirudisha kwa yule daktari wake, ambapo nilikaa huko siku 2, na hali ilipokuwa mbaya zaidi ndipo aliponipeleka Muhimbili. Tulipofika Muhimbili aliwaambia madaktari kwamba nilipata ajali, mimba ikatoka na kwenda kusafishwa. Waliponichunguza madaktari wa Muhimbili ndipo waliposema kwamba nilisafishwa vibaya na kizazi kuguswa na kilishaoza, ndio maana nikawa natokwa na uchafu na maumivu. Hawakuwa na namna zaidi wale madaktari zaidi ya kukitoa kabisa kizazi na kunisafisha, kwani kilikuwa kimeshaharibika sana. Ilikuwa ni huzuni sana anko. Nililia na kuzimia mara 5 baada ya zile habari. Ndoto yangu ya kuwa mama ilikuwa imesimama pale pale. Mume wangu alijaribu kunituliza na kunifariji, lakini haikusaidia. Alinipa moyo kwamba alikuwa akinipenda mimi na sio mtoto, lakini wapi, bado niliumia na sikuwa na mtu wa kumwambia maumivu yangu. Nilikaa hospitalini kwa wiki 1 na nilianza kujisikia vizuri kimwili. Nikaruhusiwa. Anko, mimi nilitamani kuachana na mume wangu, lakini nilishindwa. Kuna mambo mawili ambayo yalinizuia. Kwanza ilikuwa ni namna ya kuambia ndugu zangu pale sababu za kuachana na mume wangu, wakati walijua ya kwamba ndoa yetu ina furaha na kilichotokea ni ajali tu ya kawaida, hasa ikizingatiwa hawakujua kwamba nimepoteza kizazi. Jambo la pili, niliwaza mwanaume gani angeweza kunioa, hasa kijua kwamba siwezi kumpatia mtoto. Nilijua kwamba hakuna mwanaume ambaye angeweza kunivumilia tofauti na mume wangu, hasa ikizingatiwa kwamba yeye ndiye alinisababisha mimi kupatwa na lile tatizo. Nilivumilia na maisha yakaendelea, furaha ikarejea kwa muda mchache, mpaka nilipokuja kugundua kwamba mume wangu amempa mimba mwanamke mwingine tofauti kabisa na yule wa ofisini. Naam, binti huyu anaendelea kutusimulia, anasema, anko, mimi nilinyamaza tu, kwani nilijua kama ningeongea ingeleta shida, ingekuwa kipigo. Isitoshe sikutegemea kama angekaa tu na mimi bila kutafuta mtoto sehemu nyingine. Hata mimi nilitamani awe na mtoto mume wangu, nilitamani kulea, na nilijipa moyo kama angeniletea mtoto basi ningemlea bila kinyongo chochote, lakini haikuwa hivyo. Bila ugomvi wowote, bila kutegemea. Siku moja mume wangu aliniambia, siwezi kuishi na mwanamke ambaye hana kizazi. Nimevumilia lakini nimeshindwa. Sasa pa kwangu utakuwa unafanya nini? Kungekuwa kuna shida nyingine, labda mirija imezibuka, tungehangaika. Ila huna kizazi, huwezi kunipa mtoto. Tutaishi vipi mpaka lini? Mimi tayari nina mtu ana mimba yangu, hivyo anataka kuja kuishi humu. Bidada yule akaniambia, anko, kiukweli nilichanganyikiwa, lakini ndo hivyo, ilishatokea na hakuwa na cha kufanya. Hawezi tena kurudisha kizazi chake, lakini pia hawezi kudanganya kwamba hataki mtoto. Mtoto anahitaji na anahitaji kuwa na familia. Akaniambia, anko, anaona bora mimi niondoke pale kwake, japokuwa hana kinyongo na mimi, lakini hawezi tena kuendelea kuishi na mimi, hawezi tena kunigizia ananipenda. Binti huyu anasema
Mume wake aliongea taratibu sana. Macho yake yalionyesha kwamba alikuwa anamaanisha alichokuwa kikiongea na hakuwa tayari kurudi nyuma. Nilimwangalia mara mbili mume wangu, nikajua hakuna kitu ambacho ningesema kitakachoweza kumbadilisha maamuzi yake. Nilijikuta roho nasema sawa. Basi sikuongea neno lolote. Hata alipotaka kugawana mali, sijui kunipa gari, sijui na vitu vingine, nilimwangalia tu. Naam. Binti huyu hakuishia hapa, aliendelea kunisimulia. Akasema, anko, akili yangu nikaifungua sasa. Sikutaka kuchukua chochote kutoka kwa yule mwanaume. Siku iliyofuata nilikusanya kila kitu nilichokuwa nimenunua na hela yangu, nikaondoka. Alijaribu kunisihi sana tugawane kila kitu, lakini nilikataa. Na cha mwisho alichomalizia akasema ya kwamba anko, sasa hivi mimi naishi mwenyewe na anajaribu kutafuta furaha tena. Na huyu mwanamke, msikilizaji, tunapozungumza mimi na wewe hapa, ni kwamba hahitaji tena mwanaume na anajikita kwenye kazi. Na akaniambia kwamba anko, tupo kwenye mchakato wa taraka rasmi ya kiserikali. Ndugu hawajui sababu ni ipi, lakini wanahisi tu labda yeye ndiye aliyenipiga, ingawa mimi nawakatalia. Nimeamua kumsamehe kwa ajili ya amani yangu mwenyewe, na ninamwomba Mungu furaha katika mahusiano yake mapya aliyoyachagua. Namwombea mwanamke mwenzangu yasije kumkuta kama yaliyonikuta mimi anko. Na naamini kama ana akili, amejifunza yule mwanaume hawezi tena kupiga mwanamke. Najua siwezi kuzaa anko, lakini hiyo haimaanishi kwamba siwezi kuwa mama. Kuna watoto mayatima wengi wapo mitaani, wanatafuta wazazi. Na mipango yangu kwa sasa ni kutafuta pesa ili nikifikisha miaka 33 niwe na nyumba yangu na maisha yangu mazuri ya kuweza kulea watoto wawili ambao nina mpango wa kuwaadapt kwa kwangu kabisa. Mwisho kabisa nakumbuka huyu bidada aliniambia, anko, mimi kuhusu wanaume nadhani kwa sasa sina hisia nao kabisa. Nikiwaona naona kama wanawake wenzangu tu. Siwachukii, lakini sina hamu nao. Sababu ya kuamua kushia maisha yangu ili tu mabinti wadogo wakajifunze kwamba huwezi tu kumbadilisha mtu tabia. Vumilia kila kitu, ila kama anakupiga usivumilie. Usiingie kwenye ndoa kadhani unaweza kumbadilisha mwanaume, ni ngumu. Mwanaume habadiliki. Pale atakapoamua kubadilika yeye mwenyewe ndipo atakapobadilika.